biashara ya YouTube kwa kuwa unalipwa kutokana na watu kutazama matangazo katika video yako, then ili tuweze kuendelea kulipwa kutokana kwa muda mrefu zaidi kupitia matangazo yale, itatubidi tutengeneze videos ambazo, cha kwanza ulisema vitengeneze videos ambazo zitatuletea traffic ya mataifa yanayoendelea, hiyo ni ya kwanza. Lakini cha pili, tutengeneze videos ambazo haziwi outdated haraka. Mfano mdogo nikupe, utengeneza video ambayo ni ya habari, let's say habari mambo ya uchaguzi, sawa? Kipindi kile cha uchaguzi video zetu zita trend, lakini baada ya uchaguzi video hakuna mtu ambaye ataenda kuangalia. Leo hii hakuna mtu ambaye ataenda kuangalia video let's say matokeo ya uchaguzi au kitu kama hicho, sawa? Kwa hiyo hata kuwa na hata focus katika niche za habari au za trend na vitu kama hivyo. Ila focus katika niche ambazo ni evergreen. Videos ambazo mtu anaweza kaenda kaangalia muda wowote, hata miaka 2 baadaye na still anaweza kaangalia hizo video na zikawa relevant. Maana yake ni kwamba video ile utatengeneza leo hii, lakini hata miaka 2 baadaye still watu wataenda kuangalia na itakuingizia pesa. So in other words ni kwamba we are creating a passive income ambayo itakuingizia pesa kwa wewe kufanya kazi mara moja, lakini pesa ile itakuwa ni endelevu. Mimi niko na channels ambazo nilitengeneza videos 2023, lakini mpaka leo hii nikienda kiangalia ile video kila siku naingiza $2, $1 kwa mwezi, nakuta nimeingiza $30, $40, video ambayo nilitengeneza miaka 2 nyuma, miaka 3 nyuma. So that's what we are aiming for. Kutengeneza platform ambayo tutafanya kazi mara moja lakini itaendelea kutuingizia pesa. Sababu the moment umeshapublish ile video kwenye YouTube, hakuna kitu kingine ambacho utafanya. Sana sana ni kuangalia tu pesa inaingia, kuangalia tu hizi analytics zinasemaje, ambayo tutafundishana baadaye, na kama kuna kutokana na nature analytics unazozipata, kama kuna kitu cha kuimprove katika video zako zinazokuja, tutafundishana jinsi ya kuimprove video zako.